حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Iwaje Allah na kuhusia kwa mara nyingine na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa vile ambavyo walifahamu salafu salih. Ili kuzama katika imani, yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam فيما روى الإمام أحمد في مسنده: السعيد من تجنب الفتن. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mzuri, mtu bora, mtu mwema ni yule ambaye anaihadharisha nafsi yake, anailazimisha nafsi yake kujiweka mbali na fitna zinazodhihiri. Ewe kijana wa Kiislamu, hakika wakati tunaopita hivi sasa katika nchi yetu si wakati wa sawasawa, lakini wewe kijana wa Kiislamu ambaye umepewa kitabu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kilichokulazimu kwako wewe ni kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Kwani kama tunadai, kama kweli tunadai sisi tuna watawala wasiokuwa waadilifu, wasiokuwa wazuri kwetu sisi, Allah tabaraka wa taala tayari alishatupa mwarobaini wa kutoka hapo, na hii sababu yake akasema: wama asabakum min musibatin min kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Hakuna ambacho nini kinawapata katika hii misukosuko na fitna za dunia isipokuwa ni tumbo la mikono yenu wenyewe, wa ya'fu an kathir. Na Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kusamehe mengi katika yale tunayokosea. Kwa hivyo salama yetu sisi ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Salama yetu sisi Waislamu ni kuzidisha takwa kwa Allah tabaraka wa taala. Turejee katika dini, turejee katika kumtii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa ni sababu ya sisi kupita katika jahazi hili la misukosuko ya fitna za ulimwengu kwa salama na amani. Al-Imam Safiyur Rahman al-Kufuri katika kitabu Ar-Rahiq al-Maktum anaeleza katika kuisimulia ghazwat al-Uhud, vita vya Uhud, namna ilivyokuwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanga safu yake ya askari watakaoingia vitani kupigania Uislamu. Kila kundi akawapa kazi yao. Basi ikatokea kundi moja likasahau maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao maarufu tunawasikia kila siku mashaikh wakisema, alipowaambia hii katika mlima ule, msishuke mpaka mtakaposikia amri yangu. Walipoona kwamba vita vimeshamili na watu wanaanza kukimbia maadui, akasema tushuke bwana, vita vishaisha, na sisi tukaanze kuokoa tangawila pale chini. Wakasahau ile amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kilichowakuta ni historia ila qiyam saa, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia: awalamma asabatkum musibatin qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Walipata kipigo kisichokuwa cha kawaida mpaka wakasema, imekuwaje hali hii tena? Allah anasema hiyo hali ni kutokana na chuma la mikono yenu wenyewe. Ndugu zangu katika imani, ikiwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum wao walikhalif amri moja ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni sababu ya kufa, wakawa vilema wengine, basi mimi na wewe tuna haki ya wajibu ya lazima ya kujiuliza, tumemwasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ngapi alituamrisha, ili tuone kwamba je, tuna haki kupita salama katika fitna za dunia, au hapa tulipofika leo hii haki yetu kwa sisi kuzidisha kumwasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni swali kila mmoja nafsi yake ajiulize na majibu anayo, kwa sababu bali insanu la nafsihi basira, kwamba mimi na wewe tuna mangapi tuliomwasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangapi ametuamrisha hiki tunafanya hiki, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha hiki tunafanya hiki. Ni mangapi? Kila mmoja ajiulize katika nafsi yake.
Alafu majibu tutapata, je, ikiwa sisi tutakuwa mfano wa namna hiyo, tuna haki ipi tupite katika dunia hii kwa salama, au haya yanayotukumba Waislamu ndiyo haki yetu kwa kuzidisha kumuasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, fitna za dunia na maisha yake, salama ya mwanadamu Muislamu mwenye kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni kurejea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam qala mimma rawa Imam al-Bukhari, aliwaambia sahaba zake siku moja, ya mashara al-muhajirin, enyi kongamano la muhajirin, khamsu khisal idha kulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, kuna mambo matano hayo mtakapotahiniwa mambo hayo mmeangamia, nami na kuombeeni kwa Allah tabaraka wa taala nyinyi asiwakumbe mambo hayo katika ulimwengu mkiwa hai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haitofika zama watu wakafanya machafu ya zina waziwazi, wakaridhika sana na biashara na kilimo, wakaisahau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haitofika wakati huo isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala sallatu alayhi dhulla, atawapa udhalili katika maisha yao, la yanzi'uhu, udhalili ambao Allah hata uondoa, hata yarji'u ila dinihim, mpaka warejee katika dini yao. Sasa tuiangalie maisha yetu sisi Waislamu. Ni mbagapi za maisha ya Waislamu ambazo ndani yake kumejaa watoto watakuwa nao na ibada isiyokuwa ya ndoa, wasiotoka na ibada ya ndoa, na wala mtu haoni aibu? Au ndio sisi vijana wa Kiislamu ambao inaonekana mtaani kijana wa Kiislamu akiwa hana binti fedhuli mwenzio wa kuzini naye, wao wanasema hana demu, anaonekana kijana yuko na wakati, kwamba huyu ima hapandi mtungi huyu. Kwa hiyo inaonekana kwamba ulijali mtu kuwa fedhuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio hadithi zetu hizo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikifika katika wakati kama huo, ndio sababu Allah atakupeni udhalili, hautaondoka mpaka mrejee katika dini na utakwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, na kuhusia na ninahusia nafsi yangu, tushike dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanye min alladhina idha sami'u alqawla yattabi'una ahsana. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar warzuqna Allahumma ladhatan nawari ila wajhikal karim. اللهم ربنا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا اللهم منه ما جهلنا. اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.